Nazko Roma, nasema leo nitakoma, skomi utakoma ukomi. Sasa mimi nina swali kwako wewe mzazi, baba, mama wa watoto au mlezi. Hivi mara ya mwisho umewahi kucheza na watoto wako ilikuwa lini? Mara ya mwisho umekaa pamoja na watoto wako mkicheza ilikuwa muda gani kama unavyokumbuka? Au ushawahi kucheza na watoto wako pengine? Mara ya mwisho umemwambia mwanao unampenda ilikuwa lini? Yes, I want to let you know that I love you. I care about you. I care about your feelings. Yaani mara ya mwisho imekuwa lini? Au mara ya mwisho wewe kumuomba msamaha mwanao ulipomkosea unakumbuka ilikuwa lini? Au nadhani humkosei mwanao? Nadhani ni mambo ya kizungu wewe haupaswi kufanya. Kwamba kumwambia mtoto I'm sorry ni kana kwamba unajidhalilisha au unakuwa huelewi. Sio kweli. Sio kweli. Unajua nimekuwa nikisikia watu maarufu wakiwa wanasema kwamba familia siku zote ndio jambo namba moja. Hata Cristiano Ronaldo tu kuna kipindi aliwahi kusema kwamba familia ndio jambo la kwanza kwake. Kwa hiyo kama familia ndio jambo la kwanza na hiyo kazi unayoifanya kuna siku utastaafu. Unaonaje? Je, kuna siku utastaafu kuwa baba wa mwanao? Kuna siku utastaafu kuwa mume wa mkeo? Kuna siku utastaafu kwenye familia unayoifanya? Amini kwenye familia yako utastaafu nafasi yako au wadhifa wako kuwa baba, mume, baba, kiongozi. Kuna siku utastaafu hilo. Sio kwamba hauna muda wa kucheza na familia yako. Sio kwamba hauna muda wa kukaa mahala pamoja mkala mlo wa pamoja wewe na familia yako. Mkazungumza na wanao, mkacheza, mkacheka kwa pamoja. Sio kwamba ni yani umuhimu uko tu pale watoto wako wakikosea kuwasema, kuwapiga, kuwaadhibu, kuwachapa. Lakini wakipatia hawasifii. Wakifanya vizuri hawapongezi. Unakuwa baba fulani dikteta. Sio kweli. Kuna muda unapaswa kutengeneza emotional safe environment na watoto wako. Watoto wako wakipata changamoto zile za ndani za aibu kabisa, wewe waweze kuwa safe na wewe kukuelezea. Hebu jiulize swali. Hapo nyumbani mwanao akikosea, akifanya kosa, huwa anaficha ili wewe usijue au anaweka jitihada za kujifunza na kujenga ili kusudi kesho asikosee tena? Kama mwanao nyumbani akikosea huwa anaficha usione, hilo ni tatizo. Dalili ya kwanza ndio hiyo kwamba kuna shida. Kwa hiyo jenga mazoea kuanzia sasa, hii tabia ikome. Jenga mazoea kuzungumza na watoto wako, cheka nao, pigeni story, wakipatia waambie, usisubiri mpaka wakosee uadhibu. Na ikiwezekana sio lazima adhabu iwe fimbo. Umeshaona Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kuwa na usalama wa kihisia kati yako na watoto wako ili kesho na kesho kutwa zakapokea changamoto wasisite kukwambia. Ni hayo tu. Mimi naitwa MC Mkali kwenye mic na hii ni The Laboratory. Subscribe sasa ili usiweze kupitwa kila tuna upload video zetu kwa sababu kuna mengi mazuri yanakuja. Wasomi, hi.